Kwa jina naitwa wakili Mwanaisha Zuberi Mdeme, nikiwa nimeambatana na waliokuwa wagombea wa kijiji cha Mchungu kilichopo kata ya Mwambao, wilaya ya Kibiti, mkoa wa Pwani. Leo tarehe 7 mwezi wa 3 2025 tumeweza kufika kwenye mahakama ya wilaya ya Kibiti kwa ajili ya kusikilizwa kwa shauri la uchaguzi, shauri ambalo lilifunguliwa na chama cha ACT Wazalendo likiwa na lengo la kupinga mwenendo pamoja na matokeo ya uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji ambao ulifanyika tarehe 27 mwezi wa 11 2024. Kama tunavyofahamu, mashauri haya yamefunguliwa katika wilaya mbalimbali nchini Tanzania. Jambo moja tu ambalo natamani kulisema siku ya leo wakati tunaendelea na haya mashauri katika wilaya mbalimbali nchini Tanzania ni kwamba tunapaswa kufahamu kwamba Tanzania ni ya Watanzania. Kila Mtanzania anapaswa kuwa sawa. Kila Mtanzania ana haki sawa ya kuchagua na kuchaguliwa viongozi ambao wanatamani waweze kuwaletea maendeleo na mabadiliko katika nchi yetu. Hakuna katiba wala sheria ya nchi hii ambayo inasema wana CCM, wana Chama cha Mapinduzi ndio wanapaswa watuchagulie au watuletee viongozi katika maeneo yetu ambayo tunaishi. Na nasema haya kwa sababu gani? Nasema haya kutokana na matendo ambayo yamekuwa yakiendelea katika chaguzi zetu. Mfano, chaguzi hii 2024 tumeweza kushuhudia uwepo wa kura feki katika vituo vya kupigia kura, na mimi nachelea kusema kwamba hivi ni kura feki kwa sababu zile kura zinakuwa ni kura zenyewe, ni kura ambazo zina mihuri ya tume, ni kura ambazo zimewekwa tiki kwa ajili ya CCM. Means kwamba ni kura ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kuwasaidia wana CCM. Na uwepo wa kura feki unaondoa thamani ya kura katika maeneo yetu. Uwepo wa kura feki unapelekea watu au viongozi katika maeneo kuweza kuingia katika madaraka katika hali ya kawaida hawajachaguliwa na wananchi katika maeneo yao. Lakini tu ukiachana na swala la kura feki, pia katika hizo chaguzi tumeshuhudia ingua ya wagombea. Tumeweza kuona wagombea wakiwa wanaenguliwa bila kupata sheria na taratibu, na mbaya zaidi tumeweza kuona ingua hii inawaathiri zaidi wagombea ambao ni wa vyama vya upinzani. Ni jambo ambalo halikubaliki. Licha ya ingua ambayo imekuwa ikiendelea katika chaguzi zetu, lakini pia tumeweza kushuhudia matumizi ya zaidi ya jeshi la polisi katika hizi chaguzi. Na mfano tu katika maeneo ambayo tunaendelea kuyafanyia cases na hata kwa ambao wameweza kushuhudia katika maeneo mbalimbali, jeshi la polisi linaingia katika maeneo ya kupigia kura, inachukua maboksi ya kupigia kura, maboksi hahesabiwi. Utakuta mgombea ambaye let's say au mgombea wakala wa chama cha upinzani anatoa taarifa kuna mtu ameingia na kura feki. Polisi badala ya kwenda kumtoa yule aliyeingia na kura feki, wao wanamchukua mgombea au wakala wa chama cha upinzani na kumtoa nje. Matumizi haya jeshi la polisi katika chaguzi zetu yanaondoa kabisa maana ya kura na thamani ya kura ambayo kikatiba inasema kila Mtanzania, sisi wa Tanzania ndio tunapaswa tuchague viongozi na sio kundi au watu fulani. Hivyo basi, kwa haya ambayo yanaendelea katika chaguzi zetu za 2019, 20, 24, sisi chama cha ACT Wazalendo tumeweka wazi msimamo wetu wa nini ambacho tunataka katika kuelekea chaguzi zinazokuja. Kwanza ni mabadiliko katika mfumo ya uchaguzi. Tunataka kuwa na chaguzi ambazo zitakuwa za uhuru, uchaguzi ambazo zitakuwa za haki. Wakati Rais Samia anaingia madarakani alikuja na 4Rs, ikiwemo mageuzi, maridhiano, kujenga Tanzania mpya, lakini pia na ustahimilivu. Kwenye kipengele cha reforms bado hatujaona mageuzi katika mifumo ya uchaguzi, mageuzi ambayo yangepaswa yao yamefanyika katika kiwango kikubwa, ili mtu hata unapoamka asubuhi kwenda kupiga kura una uhakika kwamba kura yako itakuwa ina thamani. Mimi nimepata nafasi ya kushiriki kama international observers katika uchaguzi wa South Africa ambao ulifanyika mwaka jana pamoja na uchaguzi wa Senegal. Nilikuwa nashuhudia kwamba saa 12 asubuhi unakuta wa South Africa wamepanga foleni kwenye vituo vya kupigia kura, na they are very happy. Wanajua kwamba mimi kura yangu naenda kuipiga itakuwa ina thamani, mimi kura yangu ambayo naenda kuipiga itakuwa inaenda kuchagua kiongozi ambaye namtaka, jambo ambalo kwa Tanzania sasa hivi tunaona ni ndoto. Hivyo
simama na vyama vyote makini ambavyo vinapambana katika kuhakikisha kwamba tunapata mageuzi kwenye mifumo wetu ya uchaguzi. Pia katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 107A inaipa mamlaka mahakama kuweza kutenda haki. Ndio chombo pekee ambacho kimepewa mamlaka ya kutoa haki katika nchi yetu. Pia natoa wito kwa mahakama zetu ambazo tumewasilisha mashauri yetu ya uchaguzi, basi watende haki na mwisho wa siku chaguzi ziweze kubatilishwa na kurudiwa, na Watanzania wachague viongozi ambao wao nadhani wataweza kuwaletea maendeleo katika maeneo yetu. Na la mwisho kabisa ni kwamba natumia fursa hii kuwashukuru Watanzania wote, wanachama wa ACT Wazalendo na wasio wanachama ambao wanaendelea kutuunga mkono katika mapambano haya ya demokrasia. Ni jambo la kushukuru na kufurahisha kwamba kuna watu bado wanaendelea kuamini kwamba tunapaswa kuungana katika kupambania Tanzania tunayoitaka, kupambania Tanzania ambayo tunataka kwa minajili ya demokrasia, Tanzania ambayo itakayokuwa ina haki, Tanzania ambayo mtu anaamka asubuhi kwenda kupiga kura akiwa anajua kwamba kura yake itakuwa na thamani, kura yake itamchagua kiongozi ambaye yeye au wao wanadhani wanaweza wakaongoza katika maeneo yao. Nashukuru sana. Jamani, kata